Kuna kisa cha mwanzilishi yani founder wa KFC kufunguliwa mashtaka na kampuni ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Hivi unataka kujua ilikuwaje? Basi karibu kwenye makala haya special yaliyoandaliwa na mimi Ramakei kwa niaba ya Habari Express. Colonel Harland Sanders alizaliwa kule Indiana tarehe 9 Septemba mwaka 1890. Mshikaji alizaliwa katika familia ya kimaskini sana na babake akafariki dunia wakati Harland ana miaka 5 tu. Hii ilibidi mamake Harland aanze kufanya vibarua vidogo vidogo ili kukidhi mahitaji ya familia yake. Ilibidi Harland abaki nyumbani mara nyingi ili kuangalia wadogo zake wawili, na hivyo ilimbidi Harland aanze kujifunza masuala ya kupika akiwa na umri mdogo sana. Huyu dogo akapata skills nyingi sana kwenye masuala ya kupika, na alipofika umri wa miaka 10 akapata kazi katika shamba moja kijijini kwao, lakini baadaye akafutwa kazi hiyo maana alikuwa anachukua muda mwingi sana kucheza na wanyama badala ya kutekeleza majukumu yake. Mamake alikasirisha sana baada ya mtoto wake kufukuzwa kazi, lakini mambo yakawa mabaya zaidi. Ilikuwa mara tu baada ya mamake kuolewa na mwanaume mwingine ambaye alikuwa akimtesa yeye pamoja na watoto wake, akiwemo huyu dogo kujulikana kama Harland, kitu ambacho kilimpelekea Harland kuamua kuondoka nyumbani kwao. Akapata kazi nyingine ya kulisha mifugo. Sasa akawa na jukumu la kuamka mapema kwa kuwapa chakula mifugo, kisha anaelekea zake shuleni. Huyu dogo alichukia sana shule hadi kufikia hatua ya kuamua kuachana na masomo akiwa na umri mdogo sana, umri wa miaka 13, akiwa darasa la 6 ama grade ya 6 ukipenda. Akaanza kufanya vibarua vya kila aina, ikiwemo kama vile kazi ya umakanga, kuuza magurudumu ya magari, akawa mpaka rangi, kuuza bima yani insurance na kazi zingine kibao. Dogo alijipata jeshini akiwa na umri mdogo sana, miaka 15, japo hiyo sio sababu ya yeye kuitwa colonel. Hakukaa sana jeshini, maana baada ya miezi 6 aliondolewa jeshini baada ya kugundulika kuwa umri wake ulikuwa ni mdogo sana. Harland aliingia kwenye maisha ya ndoa akiwa na umri wa miaka 18 tu na akafanikiwa kupata watoto 3. Aliamua kufanya kazi zenye heshima kidogo, na hapa ilimbidi aende kusomea sheria, na hii aliifanya kupitia njia ya mtandao yani online course. Lakini baada ya kumaliza masomo na kuanza kazi hakudumu tena kwenye hii kazi, maana baadaye alifukuzwa tena na akaamua kufanya kazi katika kampuni ya reli, na hii pia hakudumu maana alifukuzwa tena, kitu ambacho kilipelekea mkewe kwa jina la Josephine kumkimbia, maana majanga yalikuwa haishi kwa huyu mshikaji. Josephine hakuondoka mikono mitupu, maana aliamua kuchukua vitu vyote vya nyumba na kuondoka navyo, na akasepa pia na watoto na kisha kurudi kwao nyumbani. Sasa hapa mzee baba akapoteza familia na akapoteza na kazi pia kwa wakati mmoja. Ilibidi Harland aende nyumbani kwa akina Josephine kwa ajili ya kuzungumza na baba mkwe wake, na baadaye wakarudiana na mke wake. Mwaka 1947 Harland alitengana rasmi na mke wake baada ya mtoto wake mmoja kufariki akiwa na umri wa miaka 20. Ni wazi kwamba karibia nusu ya maisha ya Harland yalikuwa na matatizo na mikosi tupu, lakini maajabu makubwa kwenye maisha yake yakawa yamekaribia. Akiwa na umri wa miaka 40, Harland akanunua kituo kimoja cha mafuta ya Shell kule Kentucky, na ili kuongeza kipato chake akaamua kuanza biashara ya kupika vyakula kwa ajili ya wateja wake, na akatenga sehemu ya kuweka meza yenye viti 6 kwa ajili ya wateja waliokuja kula. Katika listi ya vyakula ambavyo alikuwa akivitengeneza, kuku wa kukaanga yani fried chicken haikuwa kwenye menu yake, sababu ilikuwa inamchukua muda mrefu sana kuandaa kuku. Ilikuwa inamchukua dakika kama 30 mpaka 35 hivi, na muda wenyewe wa kuandaa hakuwa nao kabisa, ikizingatiwa kwamba bado anaendesha biashara ya mafuta ya Shell. Alijua kabisa kwamba kuchemsha kuku ndani ya mafuta yani deep frying ilikuwa moja kati ya njia ya kupika kuku, lakini hii ilikuwa inafanya kuku kukauka sana na wakati mwingine hata kutoiva kabisa. Uzuri ni kwamba wakati huo pressure cooker yani majiko ya pressure yalikuwa yameanza kupata umaarufu na kununuliwa na watu wengi sana, na watu wengi walikuwa wanatumia pressure cookers kwa ajili ya upishi wa mboga za majani tu. Lakini Harland akaamua kujaribu kupika kuku kwa kutumia majiko haya. Ilimchukua muda mrefu sana kufanya majaribio ya hapa na pale, kama vile kufanya balancing yani kusawazisha ule muda wa pressure, mafuta na settings zingine nyingi tu. Lakini baada ya muda Harland akagundua njia ya kupika kuku kwa muda mfupi sana, na muda wenyewe ulikuwa ni dakika 8 ama 9, huku chakula kikiwa na ladha zote zinazohitajika, na mambo yakawa mazuri zaidi baada ya huyu jamaa kugundua viungo yani spices zaidi kwa ajili ya mapishi yake. Na hapa uuzaji wa kuku kaanza kupata maarufu kwenye hoteli yake ndogo. Wasafiri wakawa wanasimamisha magari yao hapo ili wapate kuku. Ili kuongeza umaarufu wa biashara yake, jamaa aliamua kubandika makaratasi ya matangazo kwenye vituo tofauti kwenye mtaa huo wa Kentucky, kitu ambacho kilimfaidi sana. Lakini kuna mshindani wake kwa jina la Matt Stewart ambaye alichukia sana haya matangazo, na yeye akaamua kuja na makaratasi yenye matangazo na kuanza kubandika juu, na huku akiziba matangazo ya Harland. Hii ilipelekea Harland kumtumia huyu Stewart vitisho kwamba asipoacha hii tabia yake basi atampiga risasi, lakini Stewart hakumsikiza kabisa.
Hii ilifanya Haaland na mameneja wenzake wawili waende kumtembelea Stewart, lakini cha ajabu ni kwamba Stewart alipowaona tu akajua jamaa amekuja kutimiza ahadi yake ya kumpiga risasi, na ili kujihadhari mapema ikabidi Stewart achomoe bunduki yake na kuanza kuonyeshea marisasi Haaland na wenzake, na kuna risasi moja ambayo ilimkosa sana Haaland, lakini kwa bahati mbaya ikampata moja kati ya mameneja wake aliyokuwa ameandamana nao, akafariki dunia papo hapo. Ilibidi Haaland naye achomoe bunduki yake na kumfiatulia risasi Stewart kwa kumpiga risasi moja begani. Hawa jamaa wawili walikamatwa na polisi baadaye. Baada ya tukio hili, Stewart akahukumiwa kwenda jela kwa miaka 18, lakini Haaland hakuhukumiwa, maana yeye alifyatua risasi yake kama njia ya kujizuia, yani self defense. Sasa hapa Haaland anaweza kuendesha biashara yake na amani kabisa, ikizingatiwa kwamba competitor wake, yani mshindani wake mkubwa, yuko jela. Mauzo yake yaliongezeka na demand kuongezeka pia, mpaka kufikia hatua mwaka 1935 gavana wa Kentucky akampa jina la Colonel. Sio tu kwa sababu huyu jamaa alipitia jeshi, hapana. Hii ilikuwa ni jina la heshima tu kwa sababu ya mchango wake kwenye uchumi wa mji huo, na hapa ndio akaanza kuita Colonel Sanders. Demand ya chakula kutoka kwenye hoteli yake iliongezeka, ikabidi atafute sehemu kubwa zaidi kwa ajili ya biashara yake, na hapo ndipo aliamua kufungua hoteli nyingine yenye viti 142. Licha ya kuwa kwenye umri wa miaka 40, lakini Colonel Sanders ameshaanza kuishi maisha ya ndoto zake. Lakini mkosi ukarudi tena mwaka 1939. Ilikuwa ni baada ya hoteli yake kuchomeka moto, na wakati anaenda kujenga upya, vita vya tatu vya dunia, World War III, ikawa imeanza rasmi, na hivyo ina maana kwamba hata watalii na wasafiri ambao alikuwa akiwategemea kama wateja kawa hatokei tena kwenye hoteli yake. Sasa ikabidi auze tena hii hoteli, lakini hakukata tamaa, maana baada ya vita kuisha, Colonel Sanders akafungua hoteli nyingine ambayo hii ilikuwa na mafanikio makubwa sana mpaka kufikia miaka 1950 ambapo alipokea habari nyingine mbaya. Habari hizi zilimfikia huyu jamaa kwamba sehemu aliyofungua biashara yake ipo barabarani, na hivyo ikabidi auze eneo hilo kwa hasara kubwa na aondoke mara moja. Sasa hapa mshikaji ana umri wa miaka 65, alafu hana biashara wala kazi yote ya kumwingizia kipato. Amebaki na savings zake tu. Kuna habari za uongo kwamba huyu jamaa alitaka kujiua baada ya haya yote kutokea, lakini hakuna evidence ama udhibitisho wote wa kudhibitisha hili. Pamoja na kuwa kwenye umri wa kustaafu, Colonel Sanders ndio kwanza alikuwa anaanza, na sidhani kama alikuwa na habari kuhusu mafanikio ambayo alikuwa anaenda kukutana nayo. Badala ya kuendesha biashara ya hoteli, kwa nini asiamue tu kuwapa watu wengine kazi ya kumuuzia kuku wake? Yaani hii kazi ya kuuza kuku awachie restaurants zingine wamfanyie hii kazi, na awe akichukua senti 4, yani 4 cents kwa kila kuku atakayeuzwa. Sasa Colonel Sanders aliamua kuchukua pressure cooker zake, akaziweka ndani ya gari lake na kuanza safari ya kuzunguka mji baada ya mji, akitafuta hoteli ambazo zinaweza zikakubali yeye kuwatengenezea kuku, na kama wakikubali basi wanakuwa ni wateja wake wa kila siku. Hii ina maana kwamba kazi yake iwe ni kutengeneza kuku tu basi. Unaambiwa kwamba na hii pia haikuwa kazi rahisi, maana mwamba alikataliwa mara 1009 times kabla ya kupata mtu ambaye alikubali kumpa fursa ya kutengeneza kuku kwenye hoteli yake. Dili yake ya kwanza aliipata mwaka 1952. Wakati Pete Haman kutoka mji wa South Salt Lake katika jimbo la Utah alikubali kuanza kumuuzia kuku wake. Huyu Haman alikuwa anamiliki migahawa kadhaa, na mwenyewe alikiri kwamba mauzo yake yalipanda mara 3 zaidi mwaka wa kwanza tu baada ya kuanza kuuza kuku wa Colonel Sanders. Hata huyu Haman ndiye mtu wa kwanza kuja na slogan ya It's finger licking good, ambayo ilikuja kuwa slogan maarufu kwenye mauzo ya KFC. Baada ya miaka kadhaa, kila kitu kikabadilika, na Colonel Sanders hakuhitaji tena kuzunguka na gari lake ili kutafuta migahawa ya kumuuzia kuku wake. Kufikia mwaka 1963, Colonel Sanders alikuwa shapata vituo zaidi ya 600 kwa ajili ya kusambaza na kuuza kuku wake kwenye majimbo mengi sana Marekani na Canada, na akajenga kampuni ya mamilioni. Mara wateja wakawa wengi kiasi kwamba akawa anafanya kazi hizi za migahawa ya Uingereza na Japani pia. Sasa Colonel Sanders amekuwa tajiri na biashara yake imekuwa kubwa sana, lakini amini usiamini, huu sio mwisho wa simulizi. Kuna mengi huyajui. KFC ilikuwa inaendelea vizuri, lakini siku moja kundi la wawekezaji wakiongozwa na kijana mdogo mwenye umri wa miaka 29 kwa jina la John Brown walimfuata Colonel Sanders na ofa ya kutaka kununua kampuni yake. Mwanzo huyu John Brown alishtuka sana alipogundua kwamba KFC hata haikuwa na timu ya uuzaji, yani sales team. Wakampa huyu Sanders ofa ya kutaka kuinunua KFC. Mwanzoni Sanders alikataa, lakini John akaona isiwe kesi, akampa Sanders ofa ya dola milioni 12 dola za Kimarekani, na kumwahidi Sanders kwamba hatobadilisha chochote kwenye ladha ya kuku, na alimtaka pia Sanders abakie kwenye kampuni kama mshauri na balozi wa KFC, maana kuwa na Sanders kama sura ya kampuni ingeongeza mauzo na bidhaa za KFC. Lakini hatimaye mwaka 1964 Colonel Sanders alikubali kuuza biashara yake, hapo akiwa na umri wa miaka 73, na alihisi hii ingempa muda wa kuenjoy miaka yake ya uhai uliobakia kwenye maisha yake.
Sasa baada ya mauzo kukamilika, Colonel akawa bonge moja la bilionea, lakini ukweli ni kwamba hakuondoka kwenye kampuni yake ya KFC, maana yeye ndiye aliyekuwa uso wa kampuni. Kwa hivyo alibaki huko kama balozi na akawa anaenjoy kusafiri kwenye nchi tofauti tofauti ulimwenguni ili kufanya promotions za kampuni. John na timu yake mpya walikuwa na kibarua cha kufanya mabadiliko machache hapa na pale na pia kufungua vituo zaidi vya KFC katika sehemu tofauti ulimwenguni. Lakini mwaka 1971 John Brown aliuza KFC kwa kampuni nyingine ya vyakula, na hapa ndipo mambo yalianza kubadilika. Mwanzoni John alikuwa ameahidi kutobadilisha chochote kwenye ladha ya KFC, lakini hawa wamiliki wapya wa KFC hawakufanya hivyo. Walikuja na mtindo wao tofauti. Mfano, walibadilisha mchuzi na kuanza kutengeneza ladha ya gharama ndogo. Umaarufu wa KFC ukawa unazidi kuongezeka, na hivyo walihisi kwamba haya mabadiliko yalikuwa muhimu kwao. Lakini Colonel Sanders mara kwa mara alikuwa bado anatembelea migahawa kadhaa ya KFC, na kila alipokuwa akionja ladha yao mpya alikuwa anaichukia sana. Colonel alianza kusambaza kashfa za waziwazi kwa KFC mpaka kufikia hatua ya KFC kumfungulia mashtaka kwa kuharibia jina, na hii ilikuwa ni mwaka 1978, lakini kesi hiyo baadaye ilitupiliwa mbali. Lakini Colonel Sanders bado alikuwa hafurahi namna ambavyo KFC ilikuwa inaendeshwa, na akaamua tena kufungua mgahawa wake mpya kwa jina la Claudia Sanders The Colonel's Lady Dinner House, kitu ambacho kilipelekea KFC kumfungulia mashtaka Colonel Sanders. Kifupi ni kwamba kampuni ya KFC ilimfungulia mashtaka mwanzilishi wake. Hii ilikuwa kubwa kiasi kwamba Sanders na mwenyewe akaamua pia kuwafungulia mashtaka KFC, na hii ikawa ni vita mwanzilishi wa KFC kuwafungulia mashtaka kampuni aliyoianzisha yeye mwenyewe. Alichokuwa kidai Sanders ni kwamba KFC wametumia picha yake vibaya kwa kutangaza biashara aliyoianzisha yeye na kuuza bidhaa ambazo hakuzianzisha. Sanders akawa anataka KFC wamlipe kiasi cha dola milioni 122, lakini ilibidi baadaye wakae wayaweke sawa, na baadaye Sanders akakubali kulipwa dola milioni 1 tu, na Sanders akaamua pia kubadilisha jina la mgahawa wake mpya na kuanza kuita Claudia Sanders Dinner House. Na kwa taarifa yako, huu mgahawa Claudia Sanders Dinner House bado upo mpaka leo, na ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukapata ladha halisi ya kuku iliyoanzishwa na Colonel Sanders. Lakini ukweli ni kwamba Sanders alikuwa ni mpambanaji mpaka dakika ya mwisho ya uhai wake. Lakini mwaka 1980 Sanders alifariki dunia kwa ugonjwa wa saratani ya damu akiwa na umri wa miaka 90. Aliendelea kufanya kazi mpaka mwezi mmoja tu kabla ya kifo chake, ndipo alipoamua kupumzika, maana alikuwa anasema kwamba hana mpango wowote wa kustaafu hii kazi. Mpaka kufikia sasa kuna KFC zaidi ya 25,000 duniani kote, na hii ilianza na Sanders kuandaa kuku katika kituo chake cha kuuzia mafuta. Pamoja na changamoto zote, kufeli na kukatishwa tamaa, Colonel Sanders alipata mafanikio yake akiwa na umri wa miaka 65 na akaja kuwa milionea akiwa na umri wa miaka 74. Na kwa maneno yake mwenyewe, Sanders alishawahi kusikika akisema hivi, one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better, akiwa na maana kwamba kila anguko linaweza likawa ndio mwanzo wa kitu kizuri zaidi. Makala haya yameandaliwa na kuleta kwako na mimi Ramakay.